Hamjambo. Naam, nina furaha kuwa nanyi leo. Kama mnavyoona, tunazamia kwenye ulimwengu wa herufi B. Itakuwa safari ya kufurahisha kweli kweli. Basi nini, twende zetu. Sawa, jambo la kwanza kabisa, kila herufi inajiunga na sauti nyingine kutengeneza silabi. Na leo tutaangalia sauti 5 muhimu sana ambazo herufi B inatengeneza. Hizi ndio msingi wa maneno mengi sana. Mko tayari kuzisikia? Okay, hizi hapa sasa. Sikilizeni kwa makini, halafu mrudie baada yangu. Sawa? Tunaanza na ya kwanza. B. Zamu yenu? B. Safi sana. Inayofuata ni B. Sema B. Vizuri kabisa. Sasa tuende kwa B. Nyinyi sasa? B. Naam. Halafu tuna bo. Pamoja. Bo. Kazi nzuri kweli kweli. Na tunamalizia na bu. Sema kwa sauti. Bu. Hongereni sana. Mmezishika zote 5. Sasa sehemu ya kufurahisha zaidi inaanza. Baada ya kujua silabi zenyewe, sasa hebu tuone jinsi zinavyotumika kutengeneza maneno halisi. Tunaanza na familia ya maneno ya ba. Neno letu la kwanza ni neno muhimu sana. Baba. Hebu semeni baada yangu. Baba. Vizuri sana. Nadhani wengi mnajua hili, kwa Kiingereza baba ni father. Sasa kutoka nyumbani tunaenda kwenye maji mengi sana. Neno letu ni bahari. Rudia tena, bahari. Safi kabisa. Na bahari kwa Kiingereza ni ocean. Okay, neno letu la tatu kwa ba ni kitu tunachotumia kula. Bakuli. Hebu tuseme pamoja. Bakuli. Vema. Na kwa Kiingereza tunasema bowl. Mnaendelea vizuri ajabu. Hongereni sana. Sasa tuhamie kwenye sauti zetu zinazofuata. Ni wakati wa kujifunza maneno ya B na B. Haya nayo ni ya kufurahisha sana. Hili ni sehemu ya mwili, bega. Hebu rudia baada yangu. Bega. Unaweza hata kushika bega lako unapolisema. Na kwa Kiingereza, bega ni shoulder. Sasa hili ni neno tamu, biskuti. Tuseme pamoja, biskuti. Yum. Na kwa Kiingereza, unaweza kusema biscuit au hata cookie. Sawa. Neno linalofuata ni la kifamilia. Binamu. Zamu yenu. Binamu. Vizuri sana. Na binamu kwa Kiingereza ni cousin. Wow, angalieni tulikotoka. Tumekaribia mwisho wa maneno yetu mapya. Mnajitahidi kweli kweli. Hebu tumalizie na kundi la mwisho, maneno ya bo na bu. Hili hapa linafanana sana na neno la Kiingereza, boti. Jaribu kusema boti. Vema. Na kwa Kiingereza ni boat. Rahisi, eh? Na hili pia ni rahisi sana kukumbuka. Box. Hebu semeni kwa sauti kubwa. Box. Hivyo kabisa. Kama mnavyodhania, kwa Kiingereza ni box. Na neno letu la mwisho kabisa kwa leo ni mahali pazuri sana. Bustani. Tuseme pamoja. Bustani. Vizuri sana. Na bustani kwa Kiingereza ni garden. Okay, sasa mna maneno mengi mapya, lakini neno peke yake halitoshi, sivyo? Tunahitaji kuyaweka katika sentensi. Basi hebu tuone jinsi maneno haya yanavyofanya kazi tukiyaunganisha na mengine. Sawa. Sikilizeni sentensi hii. Niliweka biskuti tamu ndani ya bakuli. Mmeyasikia maneno yetu? Ndiyo, tumetumia biskuti na bakuli. Vema sana. Mfano mwingine huu hapa. Boti ilivuka bahari yenye upepo. Je, mmeyaona maneno yetu? Bila shaka. Boti na bahari. Mnaona jinsi yanavyofanya kazi pamoja? Na sentensi yetu ya mwisho ya msano inasema, alibeba boksi kubwa kwenye bega lake. Hapa tumetumia boksi na bega. Safi kabisa. Hongereni, sasa mnajua kutumia maneno haya. Sawa marafiki, mmefanya kazi nzuri sana. Sana. Lakini, je, mnakumbuka yote tuliojifunza? Hebu tufanye mchezo mdogo wa maswali. Ni wakati wa kujipima kidogo. Mko tayari?
Twende. Okay, swali la kwanza. Angalieni picha hii kwa makini. Hii ni nini kwa Kiswahili? Fikiria kidogo. Mnakumbuka? Jawabu ni boti. Kama ulipata, hongera sana. Kazi nzuri kweli kweli. Sawa, swali la pili na la mwisho. Huyu ni nani? Je, mnakumbuka jina lake kwa Kiswahili? Naam, ni baba. Safi kabisa. Kama umepata yote, wewe ni nyota haswa. Hongereni sana marafiki. Leo mmejifunza silabi 5 na maneno mengi mapya ya Kiswahili. Kazi yenu imekuwa nzuri ajabu. Endeleeni kufanya mazoezi na tutaonana tena hivi karibuni.